kwa wao au matablighi maarifa ilmu fi masail al-aqida, katika mambo ya itikadi, bali na mambo mengi. Uwezi ukatoka na tablighi ukajua kusoma Qur'an, ukajua kaida, ukajua tilawatul Qur'an, ukahifadhi Qur'an, ukaelewa tauhidi kwa dalili na fiqh. Haiwezekani. Sima utafundishwa baadhi ya vitu tu, adabu za kula, adabu za kulala, na mambo kama hayo, kwa sababu wao hawataki mambo ya kusoma na wana fikra katika hilo. Wanasema elimu, ukizungumza mambo ya elimu sana utawaogopesha watu kwenye hii kazi, itaonekana hii kazi ngumu mpaka watu wasome. Kumbe hii kazi nyepesi tu, ni baadhi ya mambo kielekezwa. Kwa hiyo hawataka kuifanya kazi ya dawa ngumu. Alafu pia wanatoa lawama, na hawa wasomi wengi wamebakia mijini tu. Shehe, wasomi hawatembei, dunia imewateka. Yule amiri wao mmoja hapa Tanzania usema hivyo, mashekhe si mnawajua nyinyi, wanatembea mashekhe, shakaa mijini, makapu yanajazwa vitunguu, nyanya, hawatoki tena. Umma unaangamia vijijini huko. Maneno ukiyasikiliza kama ya kweli vile yanatia huzuni. Umma unaangamia huko, watu wanakufa bila ya la ilaha illa Allah. Sisi tuitangaze kalima hii. Yule amiri anasema hii kalima ikitangazwa itajulikana hii kwa uchungu. Leo watoto wadogo wanajua Coca-Cola inajulikana mpaka na watoto wadogo, mpaka vichaa. Unafikiri ni kwa nini ndugu zangu? Coca-Cola imetangazwa mabango kila mahali, maredioni, wapi, na hii la ilaha illa Allah tukitangaza itajulikana. Wewe unaonaje maneno huingia? Sasa sawa, hawa wasomi labda kuna wenye kuzembea, na si wote. Wasomi ndio waliotuletea dini hii, wameandika, wamefundisha, wanaendelea kuandika, wanasomesha. Hii tuliyokuwa nayo imeletwa na maulama na mashekhe. Wako mashekhe wanafanya kazi kubwa sana, wala usizungumze kwa lugha ya kuwadogosha. Inawezekana tu ni wachache, upotevu ni mkubwa, uwanja ni mpana, na bado hawajaweza kukava uwanja wote, lakini kazi inafanyika. Sasa ikiwa hawa mashekhe tujalie wamezembea au umepata hamu ya kufanya kazi ya da'wa, si ufuate utaratibu tu. Haya ndio maneno. Soma kwanza, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Sema Muhammad, watangazie hii ndiyo njia yangu. Tumeambiwa watangaze, huu ndio Uislamu uliokuja nao. Ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah. Uislamu ni da'wa inayolingania watu kwa Allah. Ala basira, nalingania kwa elimu, nalingania kwa elimu mimi na wenye kunifuata mimi. Soma, elewa, ukishaelewa simama kuwalingania watu. Indana ahlus sunna alilmu qabla alqawli walamal. Msingi wetu ahlus sunna ni elimu kwanza, kabla ya kauli na kabla ya nini, ya amal. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Lazima elimu kwanza. Haina maana ukikasirika basi uanze tu kulingania. Si watu wataki dawa bwana, mashaki wamelala, wametekwa na starehe za mjini, potelea mbali. Sasa mkaanza kulingania, nyinyi wafanya biashara, wakulima, wafugaji, mnakaa siku 3 unaanza kufanya da'wa, mtawadanganya watu. Kwa hiyo fuata utaratibu kama kwenye ibada zingine. Kwani kuna watu wangapi hawaswali? Watu wangapi wanaadhiniwa wamekaa? Waislamu wangapi? Sasa unapoamua kuswali, fuata utaratibu. Sio kwa kuwa watu hawaswali, ulipoamua kuswali unaingia bila ya udhu, unaingia kwenye swafu na swali. Sheikh mmoja tawadha, shekhe anasema unahangaika na mimi, angalau nimekuja msikitini. Sheikh, watu wako maskani huko, nenda kaone watu saizi wengine wamelewa huko, nashughulika na mimi. Sasa ndio sawa hivi? Ukitaka kuswali sasa fuata utaratibu.
Kwa hivyo katika jambo la da'wa, sasa Ibn Baz anasema hawana elimu katika upande wa katika mambo ya aqida, na kuna baadhi yenu mmetoka na kundi la tablighi. Mnasemaje mlivyokuwa mnajiona mnajua, na baada ya Allah kuwapa hidayah mkaijua salafia, mmejikuta weupe ndio mmekuja kuanza alifu, na pengine huko ulikuwa mjanja maneno mengi unalingania huko. Ndio makosa yao hayo. Sasa unaweza ukasema lakini wana juhudi, unajua bwana, msiwaseme sana. Juhudi za kwenye makosa hazisifiwi. Utasifia juhudi nyingi basi. Wako makafiri wana juhudi kuliko sisi, ndio tusifie jambo lao. Wanajenga mahospitali, wanajenga mashule, wanasaidia wajane, wanasaidia mayatima. Hatuwawezi pia. Vijijini huko nakuta tayari wameweka bomba huko, kuna kituo huko, wanalea watu, wanagawa vyakula. Ndio sawa ule ukafiri wao. Lakini usiwaseme shehe, wanasaidia sana jamii. Usitaka kupindisha mambo. Huo msaada utasemwa kama ni mzuri, haya, na ukafiri wao na upotevu wao na maasiya yao yatasemwa. Na hivyo makundi katika Waislamu yenye makosa na bid'a yaliyoacha sunna yatasemwa kwa yale makosa yao, na wala hatusemi mambo yao yote ni mabaya, kwamba yale wale matablighi hawana khairi hata moja. Jamani, si wana Uislamu? Hatusemi hivyo. Maneno mengine tumewekeana mdomoni tu. Ukiambiwa fuata sunna kama makhurafi walivyo, fuateni sunna, acheni bid'a. Maulidi ni bid'a, mtume hajafundisha wala salafu hawajayafanya. Wanasema mnatuzuia tusimswalie mtume. Haya, maneno mengine wanaleta mengine. Mnatupinga kumswalia mtume, mnatukufurisha. Ndio maneno hayo. Eti kwa sababu dhambi letu kubwa sisi, ndugu zangu, ni hizi kaswida, tunamsifu bwana wetu tumwa. Kwa kumsifu tumwa tukufuru sisi? Sheikh anataka kulia kwenye kinara cha maulidi. Twasema hivi, kama kwa haya maulidi mzee mmoja asema tutakwenda motoni, twende. Muogopeni Allah, mtaenda kweli. Allah wasalimishe na moto ndugu zetu Waislamu, lakini msifanye maskhara na bid'a mkafikia kama mnaihalalisha kwa lugha za jeuri. Kuhani wamesemwa na Mtume alayhi salam, wapiga ramli, alkahana, alarrafun. Kwa nini? Kwa sababu ya tauhid. Sasa matablighi hawataki ugomvi na mtu. Watakwenda kwenye msikiti, unajikaburi mbele. Mashekhe wa hapo ni wapiga ramli, wana vilinge vya uganga. Watakwenda kwenye msikiti tena, watauzoea, wanalala hapo, wanafanya da'wa hapo miaka. Hawatozungumza uharamu wa kuyaleta makaburi misikitini na balaa lake katika upande wa shirki. Hawatogusa mambo ya ramli wala aibu ya umma. Wenyewe wataki farqa, wataka dawa nyepesi kabisa. Wazungumze visa vya uongo na kweli, vya kuhuzunisha, vya kufurahisha, basi. Yani wakizungumza wasimguse mtu, asikereke Muislamu yoyote. Na pengine baada ya swala watafanya bid'a hata kama mwenyewe azikubali. Wako baadhi ya matablighi wanajitia ni watu wa sunna kidogo. Tablighi ana sunna za mbali, lakini ataenda kwenye misikiti ya bid'a, ataambiwa Sheikh, Fatiha kidogo, Fatiha. Amiri huyo wa msafara, au itapigwa Fatiha na mzee huko, tamia dua Sheikh, tafadhali Sheikh. Amiri ndio utaratibu wao huo. Utoke na matablighi ufahamu salafia as-sunna an-naqiyya abadan.